ya maisha yako ni kushuhudia, kuwaambia wengine juu ya zile habari ambazo Mungu ametenda juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia ukisoma maandiko ya Biblia imejaa shuhuda nyingi. Ukisoma kuanzia kitabu cha Mwanzo utaona shuhuda nyingi. Kuna shuhuda nyingi za watu mbalimbali, matendo mengi makuu ya Mungu ambayo aliyatenda. Kwa mfano, ukianza tu kitabu cha Mwanzo utakutana na habari za uumbaji, vile Mungu alivyoumba mbingu na nchi, vile Mungu alivyoumba wanyama na mimea, vile Mungu alivyoumba jua na mwezi na nyota, vile Mungu alivyoumba samaki wa baharini na vitu vingine vingi, mpaka akamuumba mwanadamu. Sasa ukianza kufuatilia hayo maandiko ya Biblia yanavyoeleza vile ambavyo Mungu aliumba, utashangaa, utaona ni matendo makuu ya Mungu, ni matendo ya ajabu. Kwa hiyo hizo pia ni shuhuda nyingi ambazo zimejaa kwenye kitabu cha Biblia. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ukisoma Biblia utakutana na matendo mengi ya Mungu, matendo makuu ambayo Mungu aliyafanya. Na kumbuka, unapoanza kuyasoma yale matendo makuu ambayo Mungu aliyatenda, unaanza kupata imani ndani yako. Imani inaanza kujengeka ndani yako, kwa sababu unaanza kuona kama hapa Mungu alifanya hivi, na Mungu huyo hajabadilika, bado ni yeye yule jana na leo hata milele. Kumbe hata mimi atanitoa kwenye hii changamoto, kumbe hata mimi atanitoa kwenye hii shida, kwa sababu Mungu habadiliki, ni yeye yule jana na leo. Ukisoma vile ambavyo aliwatoa wana wa Israeli kutoka katika nchi ya utumwa kule Misri, akiwapeleka nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani, utaona kwamba Mungu alishuka yeye mwenyewe, akaamua kuwakomboa watu wake, kuwatoa kwenye utumwa, kuwaondoa kwenye kukandamizwa na Farao, akawahamisha kutoka Misri, akawapeleka nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani. Sasa unaposoma hivyo unaanza kujiuliza, je, mimi bado nipo kwenye mateso? Na kama bado nipo kwenye mateso, imenipasa nimwamini huyu Mungu aliyewatoa wana wa Israeli kutoka Misri, akawaondoa kwenye utumwa wa Farao, akawaondoa kwenye mateso ya Farao. Kumbe huyu Mungu anaweza kunitoa hata mimi kwenye mateso ya magonjwa, kwenye mateso ya umaskini, kwenye mateso ya kukandamizwa, kwenye mateso mbalimbali ambayo yanafuatilia afya yangu, ambayo yanafuatilia uchumi wangu, ambayo yanafuatilia kazi yangu. Hata mimi anaweza akanitoa na akaniweka huru kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amen.